Yaani hapo shida imezaa shida, tatizo limezaa tatizo, wala sio usuluhishi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Habakuki sura ile ya 2, Habakuki sura ya 2 mstari wa 5. Mstari wa 5 Biblia imeandikwa. Naam, pamoja na hayo divai ni mchumi mdanganyifu. Mtu wa kiburi asiyekaa nyumbani mwake. Huongeza tamaa yake kama kuzimu. Naye huwa kama mauti. Hawezi kushibishwa, bali hujikusanyia mataifa yote, hujiwekea kabila zote chungu chungu. Kwa hiyo hapa ukiwa na mzigo ukaamua kwenda kwenye pombe, mwisho wake ni kwamba unazidi kwenda kuzama zaidi. Anasema naam, katika hayo divai ni mchumi mdanganyifu, mtu wa kiburi asiyekaa nyumbani mwake, huongeza tamaa yake kama kuzimu, na hawezi kushibishwa. Badala yake ukusanya mataifa, ukusanya makabila na makabila. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Wakati fulani unaweza ukapita kwenye vita na jaribu la kwenye ndoa. Yaani kwenye ndoa na kuna majaribu yake na picha za aina yake. Unakuta inawezekana wewe na mume wako mkawa mnaelewana. Shida inakuja mawifi hawajakubali. Vita vinaendelea. Inawezekana mawifi akakubali, mama mkwe naye kagoma. Mungu akubariki sana mama, unakaa na mwanao vizuri, Mungu akubariki sana. Mama mkwe unakuta kagoma. Yaani umeoa wewe na mke wako mmeelewana, na mawifi wamekubali, lakini mama mkwe akakataa. Siku ikitokea shida yoyote, mama mkwe akipata nafasi, nakwambia mimi nilikwambia, huyo sio mke. Huyo sio mke. Na moja tulipata shida hapa kanisani. Imetokea kwamba mtu na mume wake wanaelewana, akaja wifi. Alipokuja wifi akasema, kaka, ni kweli naona kwamba mmekaa mmetulia mnakwenda, lakini nikupe siri, huyu mwanamke sio mwanamke. Huyu anatafuta kukuua, alithi nyumba. Huyu sio mwanamke. Sasa ikaenda siku ya siku wametoka kwenda kanisani pamoja. Yule wifi akapenya kwenye chumba cha kaka yake, akaiba shilingi 300,000. Alipoiba 300,000, wanarudi mtu na mke wake kanisani, wanafika nyumbani. Kufika pale, bwana kaingia kucheke pesa yake, anakuta pesa haipo. Anasema, jamani, hela zangu ndani sizioni. Akamwambia, si nilikwambia? Tayari mke wako kishachukua hela tayari. Tayari ndio ugomvi ukawaka. Wifi kapata nafasi. Kapata nafasi, kaingilia hapo. Huo ugomvi ulikuwa mkali mpaka mwisho akatamka yule mwanaume kwamba kama hujaiba hiyo hela. Akasema, lakini mume wangu, mimi na wewe tumeenda kanisani, kwani tusimhoji huyu wifi? Anasema, hapana, dadangu hawezi kuiba. Sasa kama hujaiba, twende kwa mganga tukapige ramli. Alafu ni washirika wa Betheli hapa. Yule mama kwa hasira akasema, twende. Kwani kitu gani? Wakaenda. Fika kwa kapigwa manyanga. Sasa waganga ni wachonganishi. Hakusema nani kaiba. Anasema aliyeiba hii pesa ni mtu wa karibu yako. Imeisha. Nani? Maana dada pia mtu wa karibu. Nani aliyeiba? Mke mtu wa karibu. Nani kaiba? Kwa hiyo iko mizigo watumishi wa Bwana. Wakati fulani uko hapa una furaha na kazi yako, lakini kule kazini iko mizigo. Bosi anakunyanyasa, anakutesa, anakuonea, anakukandamiza. Haki yako unadhulumiwa. Kuna wakati ulistahili kabisa kupanda cheo, lakini wamekusimamia, hawakubali. Alafu anatokea mtu mwingine ambaye kaelimu kake hajakaa sawa sawa, unashangaa anapenyezwa, anapita pale.
nao ni mzigo. Wakati fulani kuna nafasi za kwenda kusoma nje zinakuja, anayestahili kwenda kusoma ni wewe. Unashangaa umekanyagiwa, anapenyezwa mtu mwingine. Kuna wakati bosi anaona ni afadhali hiyo nafasi ipotee, lakini sio wewe kwenda. Yote hiyo ni mizigo. Wakati fulani upo hapa kanisani, kuna mzigo unakutesa. Na mizigo mingine hata kuambia watu inakuwa ni aibu, unanyamaza nao tu, utafanyeje? Umekuwa ni mzigo mzito, unakosa raha, unakosa usingizi. Amani haipo. Tulikuwa na binti mmoja hapa kanisani. Yule binti akawa analazimishwa kuwa mchawi. Ila hasemi. Sisi tunaona tu anaumwa tu. Kumbe kule kuumwa anang'ang'anizwa kwamba lazima uwe mchawi, upokee mikoba, lazima upokee mikoba. Sasa shangaa tu mpendwa anakuwa tu anakonda nini? Niombeeni tu watumishi wa Bwana. Niombeeni tu watumishi wa Bwana. Kumbe kulimzigo lililopo anataka kukabidhiwa uchawi. Mungu atukuzwe, baadaye akaamua kuzungumza kwamba jamani, mwenzetu nang'ang'anizwa kuwa mchawi. Nang'ang'anizwa kuwa mchawi. Sasa ukinyamaza bila kuleta mzigo kwa Yesu, tutashangaa tunakuwa na mshirika. Siku ya siku tunasikia mshirika ameshikwa, alikuwa anaruka na ungo. Hii si aibu? Mpendwa mlokole wa Betheli, umerukaje na ungo? Sasa wamening'ang'aniza, nisipokubali wataniua. Wakuue wao kina nani? Hata kama awe shangazi, awe mjomba, awe baba, awe nani, hakuna. Sasa hiyo mizigo kama hiyo ni kuileta kwa Yesu kwamba Bwana, mimi umeniokoa. Inakuaje watu wanaweza kuwa mchawi? Kwani huko kwao wameisha, si wapo? Huko wamejaa wengi tu kwa wakabidhi hao. Lakini wao kwao ni ushindi kumpata mlokole anayekubali kukabidhiwa mkoba. Sasa vitisho ni vingi. Vitisho ni vingi. Wamekupa mzigo wa magonjwa, kwamba kwa magonjwa hayo ufike sehemu usalimu amri. Hapa sasa jamani, basi nimekubali. Tatizo ni kwamba hujaelewa yuko mbeba mizigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hiyo mizigo ambayo inakusumbua, hiyo mizigo ambayo inakutesa, mizigo ambayo inakuharibia furaha yako, mizigo ambayo inakuondolea amani yako, yuko mbebaji. Yuko mbebaji. Kwa nini uteseke? Kwa nini uhangaike? Kwa nini unyimwe amani? Inafika mahali unakuta kijana ana mke jini, binti ana mume jini. Na anatishwa asiwaambie watu. Sasa mwisho wa siku matokeo yanazidi kuwa mabaya. Yanazidi kuwa mabaya. Nakuta masomoni huwezi kuperform vizuri hata siku moja. Ukishakuwa na uhusiano na jini kwenye masomo hutafanya vizuri. Hutafaulu vizuri. Hutakuwa na maisha mazuri. Mambo yako mengi yatakuwa yanaharibika, maana shida kuna muunganiko na pepo. Uko msaada. Na msaada huo ni Yesu Kristo peke yake. Kuna vitu vingine ni vya aibu. Lakini aibu hiyo tupa mbali. Mtwishe Bwana Yesu Kristo. Utapata msaada. Lakini uking'ang'ana na ukimya kimya, wewe unanyamaza kimya kimya. Wewe mbona ulikuwa unafanya vizuri kwenye masomo? Mbona ufanye vizuri tena? Mbona unashindwa kusoma? Mbona unashindwa kufanya? Kumbe kuna mahusiano na nguvu za giza. Mahusiano na nguvu za giza mwisho wake wataka uwe mganga wa kienyeji.
Mwisho wake wa mganga wa kienyeji, ufungue na wewe kilinge chako, uanze kuvaa manyoya ya kuku na kadhalika, uanze kuvaa mafagio, utembee na manyanga. Anapokuwepo Roho wa Mungu, uhuru upo. Biblia inasema alipo Roho wa Bwana, hapo pana uhuru. Shida wakati fulani unaendelea kuteseka, maana huo mzigo umeukubali kwa sababu ya kwamba yule ambaye anakushinikiza, pengine ni babu, pengine ni baba, pengine ni mama, anakushinikiza. Mzigo umekuwa ni mzito, unaona kabisa hatima yangu inakuwa ni mbaya, lakini bado unanyamaza kimya kimya tu, unazidi kunyong'onyea tu, unazidi kuonewa tu, unazidi kukandamizwa tu, maana hakuna pumziko lolote ndani ya shetani. Ndani ya shetani ni mateso juu ya mateso, hakuna kuhurumiwa, hakuna kupumzika, hakuna afadhali yoyote. Huo nao ni mzigo. Ni mzigo. Ni mzigo. Kuna mahala mpaka ndoa zinavunjika. Unafikiri ni kawaida, kumbe pepo kaingia. Pepo kaingia. Mahali anapoingia pepo, hapajawahi kutengenezwa hata siku moja, ni uharibifu tu. Kama ni familia lazima isambaratike, kama ni ndoa lazima ivunjike, maana kazi yake ni kuharibu, kazi yake ni kuchinja, kazi yake ni kuua. Itakuwa heri mchana wa leo mtwike Yesu Kristo mizigo yako. Weka aibu yako pembeni, weka aibu pembeni. Biblia inasema kwamba wala msimpe nafasi ibilisi. Yaani ukimpa nafasi, hana huruma na wewe. Mwenye huruma na wewe ni Yesu Kristo. Na kwa ajili ya huruma hiyo, amekubali kufa pale msalabani, akaumwaga uhai wake kwa ajili yetu sisi. Huyo ndio mwenye huruma. Na huyo ndio ambaye anasema njoni kwangu ninyi nyote, na wewe ukiwemo. Vitu ambavyo vitawapeleka watu motoni watu wengi ni vitu vya siri. Kuna vitu vinakuendesha lakini bado unafanya siri. Kuna vitu vinakufanya ufanye mambo usiyoyataka lakini bado unafanya kuwa siri. Huo ni mzigo. Huo ni mzigo. Huo ni mzigo. Zungumza. Mwambie Bwana. Mwambie Bwana juu ya teso lako. Mwambie Bwana juu ya jaribu lako. Mwambie Bwana juu ya kuugua kwako. Mwambie Bwana juu ya kuonewa kwako. Mwambie Bwana juu ya kukandamizwa kwako. Mwambie Bwana juu ya kudhulumiwa kwako. Mwambie Bwana jinsi ambavyo adui anakukandamiza. Kuna wakati unaweza kufika sehemu ukasema hii ni kawaida. Kumbe sio kawaida. Tulimhudumia binti mmoja kwa ametoka vijiji vya hapa nani. Yule binti alisikia anahubiri kwenye redio. Akapiga simu akasema, mchungaji, mimi ugali sasa hivi sili. Mimi nakula udongo. Nakula udongo na nakunywa maji mengi sana. Tukaomba naye, akasema nakuja huko, kaniambia njoo, akaja hapa. Akasema nina miezi kadhaa sili ugali, mimi nakulaga udongo tu. Kwa hiyo akaamka asubuhi anachukua kidumu cha lita 4, anajaza udongo. Akitoka hapo anabugia ule udongo mpaka unaishi. Alafu na maji gereni zima lita 5. Amekuja hapa kanisani hapa. Nikamwambia mwanangu, huo nao ni mzigo. Yaani kama tungeumbiwa kuwa na nani tunakula maudongo, basi ingekuwa ni hatari. Sema ugali sili kabisa, nakula udongo. Tukaja tukaomba hapa. Kuja kuomba, pepo zikadhihirika. Tukaziswaga. Tukamwambia sasa leo ugali wa mchana unakula nyumbani kwetu. Kapeleka kwa mama mchungaji pale. Akala ugali. Alafu maji anakunywa tu glasi moja, anasema yametosha. Alikuwa anakunywa lita 5. Mzigo. Lita 5. Sasa angesema nyamaze, angekuwa ni mtu mla udongo. Na dunia ikisikia sema kuna jambo la ajabu, kuna mtu anakula udongo huko.
ni mzigo. Na kazi ya shetani ni kutupisha mizigo kabisa. Yaani kazi yake anapokuona unatembea vizuri anachukia. Anatamani akandike mzigo ushindwe kutembea. Anatamani akandike mzigo mgongo wako usifanye kazi sawa sawa. Anatamani aweke mzigo mikono yako isifanye kazi sawa sawa. Anatamani aweke mzigo usiwe na amani. Anatamani aweke mzigo uwe katika hali ya mateso. Lakini Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai anasema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Pumziko lipo kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo ukimtazama shetani katika ulimwengu wa roho, yuko na mamizigo lundo. Na mamizigo haya anatamani kwamba amvalishe nani? Sasa nakukuta mtu wa Mungu umeokoka, unampenda Yesu, tatizo lako ni moja, hauna uwezo wa kusamehe. Ukikwazwa unachukia mpaka wiki 3, wiki 4. Akija pale anasema, huyu kwa sababu amekataa maagizo ya Bwana, lazima nimwachilie mzigo. Unakuta anakukandika ile mzigo, ukitoka pale jamani mwenza hata sijielewi. Naona tu na hili hapa na hili hapa, kumbe katika yale ambayo umesimama nayo, umekataa kanuni ya Yesu Kristo, umekataa kanuni ya msamaha, adui anakutusha mzigo. Yesu akasema hivi, yuaja mkuu wa ulimwengu huu, lakini hana kitu kwangu. Useme hivyo mtumishi wa Bwana, kwamba mkuu wa ulimwengu huu yupo, lakini kwangu hana kitu. Sasa nakukuta mtu wa Mungu umeokoka, unampenda Yesu, yaani una wivu kuliko shetani. Yaani hupendi watu wavae vizuri, hupendi watu wale vizuri, hupendi watu waendelee, upendi watu wafanikiwe. Yaani furaha yako kuona watu wanateseka. Kama huko una tabia kama hizo, mimi ni kuombe tutaweka kibao pale nyumbani kwako kwamba nyumba ya mganga au nyumba ya mchawi. Maana hayo ulionayo ndio wanayo wachawi na waganga. Sio kama Ahabu ameona shamba la Naboth, kakosa raha mpaka analia. Anawekewa, yani yeye ni mfalme, nchi nzima ni ya kwake, wa majeshi, raia, mashamba. Sasa anataka shamba la Naboth. Kamfuata anasema, bwana, shamba lako lipo karibu na ikulu yangu, naomba uniuzie. Akaambia, Mungu na anipishilie mbali, huu ni urithi wangu, sitowi. Alipotoka pale karudi nyumbani akaanza kulia. Wekewa msosi, hataki kula. Wivu umemshika, anatamani shamba la Naboth. Naboth hauzi. Kumbe yeye kama mfalme angekuwa na furaha kwamba na raia wangu ana shamba zuri, jina lake Naboth. Wakati fulani wa kwenye utumishi huu, kuna wachungaji ambao hawapendi watumishi wengine kuibuka kwenye huduma zao. Anasikia uchungu. Hao ndio kina Sauli. Hataki wainuka kina Daudi. Kumbe wakina Daudi wakiinuka, we Sauli umeshindwa kupiga Goliati. Mungu amekupa mtu kapiga Goliati. Kwa nini usimshukuru Mungu? Wewe uwezo kupiga Goliati, umekaa siku 40, umeshindwa. Kaja bajamaa amepiga Goliati, si unamshukuru Mungu? Maana hata sifa zinapotangazwa sema aliyepiga ni askari wa mtumishi wa Mungu nani? Sauli. Kuna waimbaji mko hapa hamtaki wengine waibuke waimbaji. Unatamani kila siku uende kazi yako kusorolea, siji kusorolisti, kila siku unasorolisti wewe tu. Unagongeaga wewe tu. Akituibuka mwingine unanuna hata kwenye mazoezi ya uji. Unataka wewe ndio wewe. Wakipiga makofi wakupigia makofi wewe. Sasa wewe kuna siku utaondoka, tutapata shida. Acha wainuke na wengine. Tena walimu wewe mnabadilisha hapa. Kisolo huyu wiki ijayo na solo mwingine. Tusiwe na watu tegemezi, watafika sema watatutesa. Kuna mmoja kwa naagiza, kama mkitaka nije kwenye mazoezi nikodieni bodaboda. Wewe nani? Wewe nani? Tukodie bodaboda, sasa tunakuja hapa kanisani kwa utumishi. Sasa wewe tukukodie bodaboda kisa kwamba unaye solo ndio wewe tu.
Kama mnikodi bodaboda, mimi siji. Siku nyingine ananiambia kwamba na kiu siwezi kuimba, mninunulie soda. Ha, wewe nani? Yuko Yesu Kristo. Yeye ni mbeba mizigo. Mizigo yote ambayo inakusumbua, lete kwa Yesu Kristo. Umekaa naye kwa muda mrefu, tatizo ni kwamba hujajua wapi pa kupeleka mzigo. Kwa mzigo ulionao umepeleka kwa mtendaji. Mtendaji mwenyewe naye ya kwake. Yake mwenyewe anamshinda. Alafu umempelekea na la kwako, alipeleke wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Akatokea mshirika wangu mmoja, alikuwa ndo shemasi wa kwanza hapo. Akawa ananipa ushuhuda alikotoka. Anasema alitoka siku hiyo akaenda kwa mchungaji. Analalamika mume wake amechukua nyumba ndogo. Sasa akampata mchungaji. Mchungaji, mume wangu ana nyumba ndogo. Akamwambia, sala ajabu ni lipi? Unashangaa nini? Si kawaida tu. Mama kabila shuke na mshangao. Mchungaji naye anasema nyumba ndogo kawaida. Ina maana wewe mchungaji naye pia kwake imemshinda. Kwa kimpelekea na la kwako umeongeza matatizo. Maana mtu hakujibu zaidi ya vile alivyo navyo. Biblia inasema kwamba nilicho nacho ndicho nikupacho. Sasa sina, nakupa nini? Yeye mwenyewe amemshinda. Akaambia la ajabu nini? Kama na nyumba ndogo haina tatizo. Leo mama akaja mwambia hilo ni tatizo. Sababu mume mwenyewe uwezo wa kuhudumia mke mmoja hana. Sasa kaongeza na wa pili. Sio tutakufa na njaa. Hii nyumba tu moja kuihudumia inamshinda. Sasa kaongeza na ya pili. Akaja hapa tukamuita Jehova. Tukamuita Jehova. Siku ya siku tukasema kwamba huko waliko utokee mtifuano wa aina yake. Urusi na Ukraine zikungutwe. Tukaomba Bwana. Ile tumeomba Bwana Mungu sio Asumani. Wala sio Muhammad, nakwambia ilishuka Valangati huko. Tunashangaa mzee anarudi bila nguo, sema amen. Lakini sikarudi, sema amen. Mzigo mtwike Bwana Yesu. Acha kutwika mizigo wakwe. Na wao pia wanaya kwao. Wacha kutwika mizigo wazee wa ukoo. Nao pia. Na inawezekana. Kuna watu ambao unaweza ukaenda kwao ili wakusaidie mzigo, wakawa wana umahiri kwenye eneo hilo. Lakini lingine wasiweze kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana ukamwendea mtu ni mahiri kwenye upande wa mambo haya na haya. Lakini mengine hawezi. Sasa Yesu Kristo yeye ni mahiri pande zote. Ukienda kwake kwa shida ya uchumi, yuko vizuri. Uende kwa shida ya afya, yuko vizuri. Uende kwa kwenye shida ya vita, yuko vizuri. Uende kwa kwenye shida gani, yeye yuko vizuri. Na anaweza wakati wote. Kuna watu ambao wanaweza wakati fulani, lakini wakati fulani wasiweze. Uko wakati kwenye maisha Mungu anatuinulia watu wa kukuvusha eneo, lakini baada ya hapo hakufai tena. Tuko pamoja? Kuna watu ambao Mungu anaweza kuandalia kukuvusha mahali fulani, lakini usimtegemee. Yaani amepewa tu kazi ya kukuvusha hapo. Baada ya hapo muangalie Mungu tena, atakupa mwingine, sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Sikiliza mpendwa wa moyo wangu. Yesu Kristo ndiye akumtwika mzigo wako. Mimi nashangaa tu mpaka sasa hivi umekaa, unateseka, unahangaika, hujaamua kumtwisha Yesu Kristo. Mtwike yeye fadhaa zako. Maana anajishughulisha sana mambo yetu. Mtu angalie ile andiko la haraka hapo, alafu tuende kuendelea. Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 7. Anasema huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Sio fadhaa moja. Fadhaa ngapi? Zote. Kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Yaani mambo yenu. Ukimtwika yeye fadhaa zenu. Sasa mwingine utafadhaa zinazomfadhaisha, anasema ili nitamtwika Bwana, lakini ili nitakomaa mwenyewe. Utakufa.
Mtwike Bwana fadhaa zako zote. Kwa sababu gani? Hujishughulisha sana kwa mambo yetu. Yaani yuko bize kwa kuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kitabu cha Zaburi ya 55:22. Biblia inasema, umtwike Bwana mzigo wako, naye atakutegemeza. Hata amwacha mwenye haki aondoshwe milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hata kuacha uondoshwe milele, mtumishi wa Bwana. Huo mzigo mtwike Bwana. Sijui una mzigo gani ndugu yangu siku ya leo. Sijui upo mzigo gani ambao unakutesa. Kitabu cha Zaburi 68 mstari wa 19 na 20. Zaburi 68 mstari wa 19 na 20. Biblia inasema hivi: na ahimidiwe Bwana, siku kwa siku utuchukulia mzigo wetu. Mungu ndiye wokovu wetu. Mstari wa 20. Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Jehova Mungu wetu. Mtwike Bwana fadhaa zako. Hebu shika mwenzako mkono, mwambie Bwana asifiwe mpendwa. Mtwike Bwana fadhaa zako. Yale yanayokufadhaisha, mtwike Bwana. Mtwike Bwana. Mtwike Bwana. Mtwike Bwana. Sasa kuna kipindi huwa tunafanya maigizo fulani mabaya. Unakuta mimi nimetoka na mzigo wangu huko, naenda mbele za Bwana. Bwana, kwa kweli mzigo huu unanitesa. Nimekuja kwako leo, ninakutwika Bwana. Huu mzigo Bwana uchukue. Ninakutwika Bwana. Unakwenda mbele za Bwana, unafika sehemu unamtwika. Baada ya kumtwika, unaweka tena begani, unaondoka nao. Sisi kama nimeleweka. Mtwike Bwana fadhaa zako. Huo mzigo mtwike Bwana. Kuna wakati unaomba juu ya mtoto msumbufu. Unapoomba juu yake, ukisha mtwika Bwana, liache hapo. Anapokuja jirani kusema mtoto wako anaendeleaje, ule usumbufu wake ukaniambia namshukuru Mungu, maana jambo hili nimelifikisha mahala panapohusika, lipo kwa Bwana. Bwana anajua namna gani anaweza kuliondoa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana mpendwa, namna gani katika jaribu lako lile, tumeona hivi na hivi, sasa hivi ni mwezi wa pili una watatu, naambia haina shaka, ninamtukuza Bwana, maana jambo hili nimeshalipeleka Ikulu, Bwana anashughulika nalo. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana apewe sifa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mtwike Bwana fadhaa zako, sio kumtwika tu unaweka na unaondoka. Hakikisha unamtwika, na baada ya kumtwika unaondoka ukiwa uko safi. Twike. Twike. Kwa wakati Petro amekaa na hangaika, amevua samaki usiku kucha, ghafla akaja mzee mbeba mizigo kwamba hapa pana shida ya uchumi. Hao watu wamehangaika usiku kucha hawajapata samaki. Alipotokea mwana wa Mungu Yesu Kristo, akamtazama Petro, akamwambia sikiliza Petro, tatizo lako hujafuata maelekezo. Hiyo shida yako ya uchumi, njoo kwangu. Ukija kwangu mimi nakutua mzigo. Akamwambia sasa sikiliza, sio kutupa tu nyavu kila sehemu. Tweka mpaka kilindini, alafu tupa nyavu zako upande wa kuume. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ile shida ya uchumi sikio iliisha. Haleluya, haleluya. Ikafika mahali Petro anahangaika namna gani atalipa kodi. Akamtwika Bwana fadhaa. Akamwambia Bwana wanadai kodi. Akamwambia Petro tulia, tupo kwenye injili hapa. Hapa cha msingi Petro, najua kwamba wewe ni mvuvi. Tafuta ile ndoano, alafu nenda baharini. Ukifika bahari, samaki anayezuka wa kwanza ukitupa tu namna ya kisha ibuka yule wa kwanza.
kwanza, ndani yake iko pesa, iko shekeli ambayo itasaidia kulipa kodi ya kwako na ya kwangu. Ule mzigo wa kodi ukao umeisha. Hujasema amina, sema amina. Akatokea mama mmoja, tatizo lake limekuwa ni mzigo. Kwa muda miaka 12 amekaa kwenye mateso mazito, hana mahali pa kupumulia, maana kila eneo amebanwa, kila eneo amekandamizwa, ametengwa, amenyanyaswa, watu wamemnyanyapaa kwamba afai, amekuwa ni najisi. Na kwa kanuni ya kule ni kwamba hata kuchana nywele uruhusiwi. Ukishakuwa najisi lazima nywele zako ziwe timtimu, ili watu wakikuona kwamba wanajua kwamba yule ni najisi. Lakini pia vazi lako unapovaa lazima liwe limepasuliwa, ili watu wakikuona kwamba wanajua kwamba yule ni najisi. Kwa hiyo hata kama akitamani kwamba leo lazima nipige pamba za kueleweka, hawezi kupiga, maana kanuni inamkatalia. Yule mama akawa na kosa la kwa muda mrefu, analia, hakuna kumsikiliza. Siku moja akasikia kwamba yuko mbeba mizigo, jina lake Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Akasema namna ya kumwendea inakuwa ni kazi, maana kanuni inakataa. Lakini lazima niende kinyume cha utaratibu, nimpate Mwokozi, nimtwike mzigo. Nitamtwikaje? Akasema mimi nilio najisi, kama nitamshika aliye mtakatifu, unajisi lazima uondoke. Hujasema amina, sema amina. Yule mama akaamua kupenya, akafika sehemu akaishika kanzu ya mtakatifu. Aliposhika kanzu ya mtakatifu, ule mzigo wake ukaondoka. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unajua Yesu anafanyaga miujiza mingine tunaisemaga tu, lakini inakuwa haijaeleweka vizuri. Sikiliza, yani ni hivi, nywele zake zilikaa sawa, nguo zake zilikaa sawa, na pale pale aling'aa, hapakuwa na doa wala hapakuwa na harufu. Maana yake Bwana amemtakasa, amekuwa safi. Maana kama angekuwa na namna zozote za namna hiyo, wale Waisraeli wasingemwacha, wangemshughulikia mbele ya Yesu Kristo. Lakini Bwana alimtakasa, na baada ya hapa akasema, binti yangu, umeshasamehewa, umeshaponywa tayari, imani yako imekuponya, nenda zako, usitende dhambi tena. Haleluya, haleluya. Yule mama akatoka akiwa ametakaswa, akiwa safi. Hiyo ni kazi ya Yesu Kristo. Unajua wengine ukiwapelekea mzigo, huo mzigo unaufika sehemu unautangaza, lakini Yesu akipokea mzigo, yeye hautangazi, anaushughulikia kikamilifu. Hujasema amina, sema amina. Yule mama Mkananayo amesikia habari za Yesu Kristo katika nchi yao ya Tiro na Sidoni. Hakuna mtu wa kumsaidia, wapo waganga wakupiga ramli, lakini kesi hiyo wameshindwa. Ndipo ikabidi waje kwa Yesu Kristo. Alipofika kwa Yesu Kristo, yeye ni mtu wa mataifa, hawezi kuhudumiwa. Ikabidi apaze sauti yake, Yesu mwana wa Daudi unirehemu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akamjibu, hatuwezi kuchukua chakula cha watoto tukalisha mbwa, haiwezekani. Yule mama akamwangalia Yesu akasema, Bwana nimeikubali hiyo pointi imezama mahali pake. Ni kweli mimi ni mbwa, lakini namtukuza Mungu, Bwana mimi ni mbwa wa Bwana, na kwa sababu wewe ni Bwana wangu, nipe lishe yangu. Bwana mimi ni mtoto wako, mimi ni mbwa wako, kwa sababu ni mbwa wako, nipewe share yangu ya mbwa. Hujasema amina, sema amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yule mama, ule mzigo wake ukaondoka tangia saa ile. Unajua kuna wakati unatembea na mzigo wako, unalia na mzigo wako, hujajua mahali pa kuweka mzigo. Hebu mchana wa leo kwa injili hii, mzigo gani unayokutesa? Tabu gani inakutesa? Jambo gani linakuliza? Jambo gani linakunyima amani? Jambo gani linakunyima furaha? Yuko Bwana ambaye ndiye furaha yetu. Yuko Bwana ambaye ndiye nguvu yetu. Yuko Bwana ambaye ndiye amani yetu. Yuko Bwana ambaye ndiye ushindi wetu. Yuko Bwana ambaye ndiye utukufu wetu. Yuko Bwana ambaye ndiye msaada wetu. Yeye pekee mchana wa leo ukamtwike mzigo wako, ukamtwike mzigo wako, maana anajishughulisha sana na mambo yetu. Una sababu ya kuendelea kuteseka na kuhangaika. Mwambie Bwana mchana wa leo, mwambie Bwana mchana wa leo, mwambie Bwana mchana wa leo, Bwana, huu ndio mzigo wangu, hii ndio tabu yangu, haya ndio masumbufu yangu, nimehangaika sijapata msaada, ni wewe pekee wa kunisaidia. Naja kwako Bwana, unisaidie. Ninakutwika mzigo huo, na Bwana atakusaidia mchana wa leo. Haleluya, 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 haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaye Mwokozi Yesu Kristo, tunaye Mwokozi mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Usiwe kama Aplobus, alitamani kumbeba Yesu Kristo. Ufike mahala uwe mzigo ulio nao, mtwike Yesu Kristo, na Yesu anakwenda kukutoa. Yesu anakwenda kukuponya. Yesu anakwenda kukufungua. Cha msingi amini tu, weka imani yako kwa Mwokozi.
tazame mwana kondoo wa Mungu. Kitabu kile cha Yohana 1:29 alisema mtumishi wa Bwana Yohana Mbatizaji akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Haleluya, haleluya. Ukimtambua yeye, ndiye anayechukua dhambi ya ulimwengu, ndiye anayechukua magonjwa, ndiye anayechukua mateso, ndiye anayebeba vita vyote, ndiye anayebeba majaribu yote, itakuwa ni vema mchana wa leo ukamtwike Bwana fadhaa zako, na Bwana atakusaidia, na Bwana atakuponya. Nikuombe mpendwa moyo wangu, mchana wa leo, mchana wa leo usitoke na mzigo wako. Mchana wa leo usitoke na mateso yako. Mchana wa leo usitoke na majaribu yako. Yuko Bwana, yeye ni mwaminifu, yeye anaweza. Na ndio maana kwa sauti kubwa amesema, njoni kwangu ninyi nyote. Ni wewe tu kukataa, ni wewe tu kukataa, lakini anasema ukikubali utakula mema ya nchi yako, mema ya nchi. Ni wewe ni kukubali tu, umtazame Yesu Kristo. Iko nguvu ya ajabu, uko uweza wa ajabu kwa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyepeleka jambo lake likashindikana. Wote waliopeleka kwake mambo yaliwezekana, mambo yaliwezekana. Nilishuhudia Jumapili nikasema, mimi nilikuwa na mzigo mzito, nilikuwa ni mgonjwa, mapafu yangu yamejaa maji, yamejaa maji. Wanasema stage ya mwisho. Huo mzigo baba yangu akiwa hajaokoka akasema, nenda kwa walokole, yuko Yesu huko, atakwenda kukuponya. Kweli nikaenda kwa Yesu. Nilipoenda kwa Yesu, yale mapafu yaliponywa mara, na leo hii ni mzima, wala hakuna shida yoyote. Haleluya, haleluya. Ni wewe tu kuangalia Yesu Kristo, ni wewe tu kumwangalia Bwana, ni wewe tu kumwamini Bwana, ni wewe tu kumtegemea Bwana, ni wewe tu kumwita Bwana, ni wewe tu kumlilia Bwana, ni wewe tu kuja kwake, ni wewe tu kuitika wito wake. Iko nguvu ya ajabu. Bwana anakwenda kukufungua. Haleluya, haleluya. Hujasema amina, sema amina. Mahali ulipo naomba usimame. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Ni wakati ule mbeba mizigo Yesu Kristo alikubali kubeba dhambi zote za dunia nzima begani mwake. Alikubali kupigwa kwa ajili ya dhambi za dunia, alikubali kuchubuliwa kwa ajili ya magonjwa, alikubali kuteswa kwa ajili ya wenye dhambi. Yeye ni mbeba mizigo. Yuko mahali hapa mchana wa leo. Ni wewe tu kuamua mwenyewe kuwa kama wale watu ndugu zangu kutoka kule Unyamwezini. Anaingia kwenye basi, anaweka mzigo wake kichwani, kumbe ugali lipo pale, ni kutoa tu mzigo kabisa kwenye gazi pale, na mambo yanakwenda vizuri. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mchana wa leo ni mchana wa kutendewa. Mchana wa leo ni mchana wa kuhurumiwa. Ni wewe tu jinsi utakavyoamini, ni wewe tu jinsi utakavyojiachilia kwa Bwana, ni wewe tu utakavyojimimina kwa Bwana. Bwana yupo kutusaidia, Bwana yupo kutusaidia. Umelia kwa muda mrefu, umeomboleza kwa muda mrefu, umekata tamaa, uko wakati unatamani atakufa. Nataka nikwambie hivi, usife ndugu yangu. Yuko mbeba mizigo, jina lake Yesu Kristo. Yeye ni msaada wao wote wamwendeao. Anasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada uonekanao tele wakati wa mateso. Yuko Bwana, yuko Bwana. Funika macho yako, funika macho yako. Anza kutafakari, ni mzigo gani unayokutesa? Ni tabu gani inayokutesa? Ni shida gani inayokusumbua? Ni mzigo gani unayokusumbua? Yuko mwana wa Mungu leo, yuko mwana wa Mungu mchana wa leo. Yuko tayari kutusaidia, yuko tayari kutusaidia, yuko tayari kutusaidia. Haleluya, 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 haleluya. Inua mikono yako juu, inua mikono yako juu. Oh, Shamamura Masaka Moto Ito Vindala Basai.